Habarini za asubuhi. Bwana Nicholas Mkapa, Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Dr. Nkundwe Mwasaga, Mkurugenzi Mkuu wa Tume yetu ya TEHAMA Tanzania. Bwana Mkilia, Mkurugenzi wetu Mkuu wa Tume ya Taarifa Binafsi Tanzania au PDPC. Ndugu yangu Mzee Mulamula, Mshauri wa Tume yetu ya Taifa ya TEHAMA Tanzania. Wawakilishi mbalimbali wa wizara na taasisi za serikali mlioko hapa, wawekezaji wetu kutoka sekta binafsi katika sekta yetu ya TEHAMA, wadhamini wetu wa kongamano hili, wataalamu wote wa TEHAMA mlioko hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, habarini za asubuhi. Nimefurahi kuweza kujumuika nanyi washiriki wa kongamano hili katika kongamano letu hili muhimu la TAIC 2026 litakalodumu kwa takriban siku 5, jukwaa ambalo ni la muhimu sana katika sekta yetu, tukitambua mchango na nafasi yake katika kubadilishana maarifa, uzoefu, ili tuweze kuendana na dira na mwelekeo mzuri wa maendeleo ya kidijitali kwa taifa letu. Nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa dhati uongozi wote na wataalamu wa tume yetu ya TEHAMA Tanzania na wadau wote ambao wameshiriki katika maandalizi ya kongamano letu hili muhimu, na kwa kazi kubwa na maandalizi mazuri ambayo wameyafanya hatimaye kuwezesha tukio hili kufanyika. Nimefurahi zaidi kuweza kuona mmegawanya kongamano hili katika maudhui mbalimbali, ikiwemo wanawake na TEHAMA, vijana na TEHAMA, pamoja na mada nyingine mbalimbali, na nimefurahi kushiriki katika siku hii ya kwanza na haswa katika mada hii ya wanawake na TEHAMA. Ndugu zangu washiriki wa kongamano hili, kama mnavyofahamu, imeelezwa hapa kauli mbiu inayoongoza kongamano hili inayosema mabadiliko ya kidijitali yanayochochea athari za kijamii na uvumbuzi wa kiteknolojia kwa taifa lenye mafanikio, haki, ujumuishi na kujitegemea. Wote tunaona ni kwa namna gani kauli mbiu hii inavyoakisi dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo kwa kiasi kikubwa sana imeweza kutambua mabadiliko ya kidijitali kama nyenzo muhimu ya kijamii itakayowezesha ujumuishi wa wananchi wote, itakayowezesha uvumbuzi endelevu na taifa letu kuweza kujitegemea kiuchumi. Ndugu zangu, utekelezaji wetu wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 kwa takribani 70% inategemea sana kwamba sekta binafsi itachangia katika utekelezaji wa dira hiyo. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba tunawategemea sana, na sisi kama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na nyinyi mkiwa ndio wadau wenyewe muhimu wa sekta yetu ya TEHAMA, tutakuwa tayari kushirikiana nanyi katika hatua zote kuhakikisha mnaweza kufanya uwekezaji wenu vyema, kazi zenu vizuri, muweze kuona mafanikio na matokeo mazuri ya kazi mnayoifanya. Kwa hiyo tutakuwa nanyi katika hatua zote, na binafsi mimi na uongozi mzima wa wizara tutakuwa tayari kuweza kutembea nanyi hatua kwa hatua. Ndugu zangu washiriki wa kongamano hili, wote tunajua namna ambavyo mabadiliko ya kidijitali kwa sasa si swala la hiari tena. Ni hitaji ambalo haliwezi kuepukika, na haswa tukiangalia namna ambavyo dunia yetu kwa sasa inapitia mageuzi makubwa ya kiteknolojia ambayo yanaendeshwa na teknolojia mpya ikiwemo akili unde au artificial intelligence, mtandao wa vitu au Internet of Things, uhalisia pepe, virtual reality, lakini vile vile virtual augmentation, biashara mtandaoni, pamoja na mifumo ya kidijitali ya huduma ambayo imeleta mapinduzi makubwa katika utoaji wa huduma na utekelezaji wa shughuli zetu za kila siku. Ndugu zangu washiriki, tunaamini kupitia kongamano hili la mwaka huu la TAIC 2026 mtapata nafasi, kama nilivyotangulia kusema, ya kujadili kwa kina mada mbalimbali za namna ambavyo Tanzania itaweza kufikia katika uchumi wa kidijitali ifikapo mwaka 2034. Aidha, natambua pia kwamba kongamano letu hili mtaweza kupata fursa ya kusikiliza mada mbalimbali kutoka kwa wabobezi wa masuala ya uchumi wa kidijitali waliotoka nje ya nchi, pamoja na waanzilishi wa baadhi ya kampuni na wajasiriamali mbalimbali wa hapa nchini mwetu. Tumesikia tutakuwa na wataalam kutoka Finland,
kutoka China, kutoka Ujerumani, pamoja na nchi zetu zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwingineko. Ndugu zangu washiriki, kama serikali tunatambua namna ambavyo mabadiliko ya kidijitali yanaambatana pia na changamoto, ikiwemo pengo la kidijitali kati ya wenye uwezo wa kutumia teknolojia, lakini vile vile kwa ambao hawana uwezo huo, kutokana na upatikanaji mdogo wa miundombinu, kutokana na upatikanaji mdogo na hafifu wa vifaa, ujuzi, lakini vile vile uelewa. Hivyo ni dhamira yetu kama serikali kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030 imeelekeza wazi na bayana juu ya umuhimu wa kukuza uchumi wa kidijitali unaozingatia matumizi ya teknolojia mbalimbali zinazoibukia, uvumbuzi, usalama wa mifumo, ufanisi wa huduma za serikali, lakini bila kusahau ustawi wa wananchi. Hivyo basi, ni kwa msingi huo tunalenga mabadiliko ya kidijitali ambayo yatahakikisha yanakuwa ya haki, ambayo hayatamwacha mtu yoyote nyuma, hivyo kuweza kuondoa pengo na ombwe la kidijitali. Lakini ya pili, yatakayokuwa jumuishi, yanayowafikia wananchi wote, wawe ni wa mijini au wa vijijini, lakini yatakayoweza kuwa na athari chanya za kijamii, si kwa uchumi peke yake, lakini vile vile yatakayokuwa na athari katika kuongeza upatikanaji wa huduma za msingi kwa wananchi wetu wote, lakini vile vile itakayoweza kuongeza ajira, hususan kwa vijana, wanawake na makundi mengine yaliyoko katika jamii, lakini atakayeweza kuchochea uvumbuzi wa kiteknolojia unaoweza kutatua changamoto halisi za kijamii, pamoja na kuweza kujenga taifa linalojitegemea kiteknolojia pamoja na kiuchumi. Ndugu zangu washiriki, yote hayo hayawezi kufanikiwa. Tutahitaji sana kuendelea kushirikiana nanyi kama wadau ili kuweza kuimarisha uwekezaji zaidi katika TEHAMA, kuweza kuwa na maendeleo ya rasilimali watu katika TEHAMA, kuwa na matumizi mahiri na salama ya huduma za kidijitali kwa wananchi wetu wote, kuweza kuimarisha ulinzi na usalama wa mifumo, lakini vile vile huduma zetu za kidijitali, kuwa na uhakika wa upatikanaji wa huduma za TEHAMA ambazo pia zitakuwa za uhakika, lakini ambazo zitaweza kufikia watu wote na zitakazokuwa za gharama nafuu, lakini bila kusahau kuhamasisha tafiti, kukuza ubunifu na ujasiriamali wa teknolojia unaolenga kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi. Ndugu zangu washiriki, nimetembelea mabanda takriban 7 ya maonyesho na nimeweza kujionea kwa vitendo namna ambavyo TEHAMA inavyoendelea kuleta suluhisho bunifu katika sekta zetu za kilimo, sekta ya fedha, uvuvi, viwanda, afya, elimu, mazingira, katika sekta ya ujenzi, lakini vile vile katika sekta zetu za fedha. Na wote tutakubaliana hapa, huu ni ushahidi wa namna ambavyo Tanzania inayo wavumbuzi wa teknolojia wanaoweza kuendelea kuleta manufaa makubwa zaidi kwa jamii endapo wataungwa mkono ipasavyo. Kama serikali tunaendelea kuboresha sera, sheria, pamoja na kuweka mifumo thabiti ya udhibiti, lakini pia kuweka mazingira rafiki na wezeshi ya uvumbuzi, biashara na uwekezaji bila kuathiri ubunifu wa vijana wetu. Kupitia mkakati wetu wa miaka 10 wa uchumi wa kidijitali wa mwaka 2024 hadi mwaka 2034 ambao ulizinduliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, umeendelea kusisitiza umuhimu wa serikali na wadau mbalimbali kuweza kuunga mkono wabunifu na wajasiriamali, kwani ndio wadau muhimu katika ujenzi wa uchumi wa kidijitali. Mkakati wetu huu utaiwezesha nchi yetu kuweza kupiga hatua katika maendeleo ya kidijitali, lakini kujiweka zaidi katika ramani ya dunia, hasa katika zama hizi za mabadiliko ya kidijitali duniani. Ndugu zangu washiriki, miundombinu ya TEHAMA wote tunajua namna ambavyo ina nafasi kubwa na ndiyo uti wa mgongo wa taifa letu kidijitali. Kama serikali tutaendelea kutekeleza miradi ya kimkakati ya upanuzi wa miundombinu ili kuweza kuhakikisha wananchi wetu wote
wanashiriki kikamilifu pia katika uchumi huu wa kidijitali. Hatua hii ni msingi mkubwa wa kujenga taifa jumuishi na lenye haki. Hadi kufikia Disemba mwaka 2025, serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeweza kusimamia ukamilishaji wa ujenzi wa minara 758 ambapo minara yote hii 758 imewashwa na inatoa huduma ya mawasiliano kwa wananchi wetu. Aidha, pia kama wizara tumekamilisha usimamizi wa upandishaji hadhi au kuboresha minara 304 iliyokusudiwa kupandishwa hadhi kutoka 2G kwenda 2G, 3G, 3G na 4G. Pamoja na jitihada zote hizi, tunaendelea kutarajia kuunganisha maeneo ya kutolea huduma kwa wananchi yapatayo 900, na kati ya maeneo hayo tayari vituo na taasisi patazo 660 zimeshaweza kuunganishwa. Ndugu zangu, jitihada zote hizi ni kuhakikisha kwamba kama tulivyoazimia kuwa kwenye utekelezaji wa mkakati wa uchumi wa kidijitali hakuna mtu au eneo litakaloachwa nyuma. Na kwa kuweza kulithibitisha hilo, tayari wizara yetu kupitia mradi wa Tanzania ya Kidijitali tumefanikiwa kupata internet ya serikali ya miaka 10 ili kuhakikisha tunakuwa na utoaji wa huduma za serikali ulio bora, wenye uhakika na wenye gharama nafuu, lakini pia tutakaokuwa tumeweza kuimarisha. Ndugu zangu washiriki, vijana ni nguzo ya mabadiliko ya kidijitali, lakini vile kupitia kampuni changa za TEHAMA au ICT startups, vijana wetu wanayo fursa kubwa ya kujiajiri badala ya kutegemea kuajiriwa. Kama serikali tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, ya kibiashara, ya kifedha pamoja na kitaasisi ili kuchochea uvumbuzi unaojenga ajira na kujitegemea kwa taifa. Ni malengo yetu kama serikali kwamba kundi hili liendelee kutambulika, liendelezwe na liungwe mkono kwenye kuboresha ubunifu wao. Naamini pia mtakumbuka katika ahadi za siku 100 alizozitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa akigombea kiti cha urais, aliahidi ndani ya siku 100 utawekwa utaratibu mzuri kwa ajili ya kusaidia kampuni changa. Nipende kuhakikishia zoezi hilo linaendelea, na naamini itakapofika utekelezaji wa siku hizo 100 mtaweza kupata taarifa kamili ya utekelezaji na taratibu zilivyowekwa. Ndugu zangu washiriki, tafiti jumuishi za TEHAMA ni muhimu sana katika kubaini mahitaji halisi ya jamii, lakini pia katika kuhakikisha kwamba teknolojia inaendelea kuwa chombo cha suluhisho na si kuwa mzigo kwa watu wetu. Kwa upande wa sekta ya TEHAMA, kama serikali tunaendelea kukamilisha mkakati wa kuwezesha bunifu pamoja na tafiti za TEHAMA, na tutaendelea kushirikiana na wadau wote zikiwemo kampuni changa na washirika wa maendeleo katika kukuza tafiti na bunifu ambazo zitakuwa na athari chanya na za kijamii. Na tuliposema yale katika kusaidia kampuni changa kwa vijana, vile kwa upande wa wanawake na wenyewe tutaendelea kujenga uwezo wao. Ndugu zangu washiriki, nimefurahi kusikia pia kwamba leo siku nzima tutaendelea kujadili nafasi ya wanawake katika TEHAMA. Hatua hii ni uthibitisho wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwamba wanawake na wasichana wanapata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika mabadiliko ya kidijitali na uvumbuzi wa kiteknolojia. Kama wanawake, tunayo nafasi kubwa na mchango mkubwa kuendeleza TEHAMA, kuanzisha bunifu, kuongoza taasisi za kidijitali, lakini pia kubuni suluhisho zitakazokuwa na athari chanya za kijamii na kuchangia pia katika uchumi na pato letu la taifa. Natambua kwamba bado tunakabiliwa na changamoto ya uwakilishi mdogo wa wanawake, hasa katika taaluma za sayansi, taaluma za uhandisi, teknolojia pamoja na hisabati au STEM. Kupitia maadhimisho haya, tuendelee kuhamasisha wasichana wengi zaidi kuchagua masomo ya TEHAMA pamoja na STEM ili kuweza kuimarisha umahiri wa kidijitali na kuweka mazingira rafiki ya kisera na kitaasisi yanayowezesha wanawake na wasichana kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali na hatimaye kuchangia katika kujenga taifa lenye haki, jumuishi na linalojitegemea. Ndugu zangu washiriki, kama serikali tutaendelea pia kushirikiana na wadau mbalimbali
ili kujenga mifumo thabiti ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, na kwa kufanya hivyo kupitia wizara yetu tutaendelea kushirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma ili kuendelea kutekeleza ajenda ya mageuzi ya kidijitali kupitia ujenzi wa daftari la huduma za serikali au Government Service Directory yenye lengo la kuweka huduma zote za serikali katika mfumo mmoja ili kuweza kuhakikisha tunaendelea kuwa na ufanisi na kuwa na uwazi zaidi. Aidha, kupitia directorate hii, wizara inashirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi Zanzibar ili kukamilisha mfumo pia wa Zanzibar Service Directory kwa kupitia mradi wetu wa Tanzania ya kidijitali. Aidha, kama serikali tumeendelea kuchukua hatua za kimkakati katika kuandaa na kuhuisha nyaraka za usimamizi wa TEHAMA ili kuendelea kuweka msingi thabiti wa mageuzi ya kidijitali nchini. Aidha, kama wizara tumeendelea pia kuhusisha wadau mbalimbali wa sekta ya umma pamoja na sekta binafsi katika mchakato wa uandaji wa nyaraka husika ili kuhakikisha tunazingatia mahitaji halisi ya taasisi, lakini vile kuzingatia mwenendo wa teknolojia ya kisasa. Kwa ujumla, nipende tu kusema kwamba kupitia jitihada zote hizi zinaendelea kuakisi dhamira ya serikali ya kujenga mazingira ya usimamizi bora wa TEHAMA yatakayoendelea kuchochea ubunifu, kuongeza uwajibikaji, lakini pia kuharakisha utoaji wa huduma kwa ufanisi. Ndugu zangu washiriki, ili tuweze kuyaona mabadiliko haya ya kidijitali na yaweze kuendelea kuwa endelevu na yenye tija, ni lazima sote tuunge mkono na sera na sheria zinazoendana na kasi ya maendeleo ya sekta ya TEHAMA. Kwa muktadha huo, nipende kuelekeza maeneo machache. La kwanza, ni vema Katibu Mkuu pamoja na viongozi wote wa taasisi zetu chini ya Wizara ya Habari, Teknolojia ya Habari na Mawasiliano kusimamia kikamilifu uhuishwaji wa sera ya TEHAMA pamoja na uanzishwaji wa sheria ya TEHAMA kwa kushirikisha wadau wote wa umma na sekta binafsi na kuhakikisha kwamba zoezi hili linakamilika mapema na kwa wakati. Lakini ya pili, nipende kuiagiza tume yetu ya TEHAMA Tanzania kuendelea kuimarisha usajili na uendelezaji wa wataalamu wa TEHAMA na kuimarisha mifumo ya kusimamia na kusaidia kampuni changa bunifu za TEHAMA ili bidhaa bunifu na huduma zao ziweze kuingia sokoni kwa haraka na kwa ufanisi. Lakini tatu, naziagiza taasisi za umma na sekta binafsi kuhakikisha zinawasilisha katika wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari taarifa kuhusu mifumo yao ya TEHAMA, taarifa hizo zikiainisha mifumo hiyo inavyosomana na mifumo mingine. Lakini nne, kwa upande wa kampuni changa au startups kuhakikisha kwamba zinajisajili kwenye mfumo uliowekwa na tume yetu ya TEHAMA Tanzania ili ziweze kunufaika na fursa pamoja na mikopo mbalimbali, haswa kwa kuzingatia kama nilivyotoa katika utangulizi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametenga fedha mahususi kwa ajili ya kuwezesha vijana kujiinua kiuchumi. Lakini tano, na waagiza wabunifu kuhakikisha kwamba wanazingatia matumizi sahihi ya mifumo ya teknolojia zinazoibukia kama vile akili unde ili kuweza kuepuka matumizi yanayokiuka maadili ya nchi yetu. Aidha, kama wizara tumeshaandaa mkakati wa akili unde pamoja na mwongozo wa matumizi wenye kulinda maadili na utamaduni wa nchi yetu. Na mwisho, nawaagiza waandaaji wa maudhui au content creators wote wahakikishe wanatumia vizuri mifumo ya TEHAMA na wanajisajili kwenye vyombo na mamlaka husika. Aidha, kama wizara tumeanza kujenga mfumo wa kuwasaidia, hivyo niende kuwasihi content creators wote au waandaaji wa maudhui mtandaoni waanze kujikusanya ili waweze kutambulika kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Kwa kuhitimisha, ndugu zangu washiriki, nipende kusisitiza kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayo dhamira ya dhati na thabiti kabisa ya kujenga taifa lenye mafanikio, lenye haki, ambalo litakuwa jumuishi na linalojitegemea kupitia mabadiliko ya kidijitali na uvumbuzi wa kiteknolojia. Ni kupitia hayo na endapo tutaendelea kutumia matumizi sahihi ya teknolojia, tutaweza kusukuma uchumi wetu.
Kwa maneno hayo niliyoyatangulia kuyasema na kwa kupitia kongamano letu hili la TAIC 2026 na haswa kwa siku ya leo kwa wanawake katika TEHAMA, nipende kuchukua nafasi hii kutamka rasmi kwamba kongamano hili la 9 la TEHAMA TAIC 2026 nimelifungua rasmi. Nawatakia kila laheri na asanteni sana kwa kunisikiliza.